I'll read it for you. Possess what? Your possession. Wambie mwenzako, possessing your possession. Nehemiah 9:25. I would have loved you give me high. Nehemiah 9:25. Are we there? Yes. Can somebody read for us? Nehemiah 9:25. Our ancestors captured 45 cities and fought their land. They took over houses full of good things, with cisterns, olive and vineyards, and olive groves and fruit trees in abundance. So they ate until they were full and grew fat and enjoyed themselves in all your blessings. And somebody say amen. Amen. And they captured and fortified cities and a rich land, and took possession of houses full of gold, of all good things, cisterns already hewn, vineyard, olive orchard, fruit trees in abundance. So they ate and were filled, and they became fat and delighted themselves in a great goodness. But when they took the possession, when you take the possession, you will not only take the possession, but take the riches, the good things in that possession. Amen. That when you say this is my possession, that when you say this is my land, you not only take the land, but the goodness of the land. That you not only take the house, but the goodness of the house. That you not only take the possession of everything, but also the accompaniment of what God has said. At hizi vitu zilikuwa, they fortified. Wakasema wamechukua, wameshika. Tumekamata anga, tumekamata ardhi, tumekamata hawa watu. Then all things are accompanied na hiyo kitu, you take it. When you take your possession, you take full control of anything. Today we want to take possession of Nairobi. We want to take possession of Kenya. We want to take possession of your marriage. We want to take possession of your business. We want to take possession of what you do. We want to take possession of this ministry. Hallelujah. That once you take the possession of Nairobi, even Ruto becomes an you. When you take possession of Nairobi, every riches, every coin in Nairobi, and every house, and everything that is in Nairobi becomes yours. Whatever that you ask in the name of Jesus shall be provided to you, because you have taken the possession. And when you take a possession, you take the position. Hallelujah. When you take the possession becomes yours, because you lay a ground for your position. You lay a ground for capturing. You lay a ground for controlling. You lay a ground for winning. You lay a ground for growth. You lay a ground for you becoming. Amen. Hallelujah. Naona mjendelewa vizuri. When you take your possession, it means you have control of everything. When you allow yourself to say, this is my city, the city that is under me, the city that I will control. This is my business. I have gone to Kitengela, and Kitengela I have captured you. That every business I will start here in Kitengela will yield to me. That anything I want to do in Kitengela, I will not struggle getting you. If I open a business, I will not struggle getting customers. If I open anything, people will drive all the way from Mombasa to come to Kitengela and buy my products. People will travel all the way to Kikuyu to come and buy their products. People will travel all the way to America to just come and look for you, because this is something that is here. I've taken possession. Taking possession is commanding. Taking possession is making all people around you to come.
Even if you are selling rotten cabbages, they will come and buy it. Hallelujah. Hata kama unauza nguo za mtumba zimeraruka, wataona hiyo ni design. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama utakuja kwangu bila kiatu, nitaona ni kama ulitaka kutembea miguu kwa sababu kuna neti inaachilia, lakini hauna kitu. Hata kama hicho kimwanaume kinatembea kikienda hivi, kikichukua possession, kila mwanamke atakuwa anakuja na sema, "Hey, this is handsome guy. This is handsome guy." Because you already have taken possession. Hallelujah. You don't need to fight for possessions. You need to take the possessions. You need to just conquer and control. You need just to conquer and control. You just speak the word of God that this is my land. This is my church. This is my man. This is my woman. This is my business. This territory is mine. Don't worry about the businesses they are putting along Helsasi Avenue. You don't need to worry about what is there. Kama wanauza sukuma wote wache wauze. Nenda uchukue sukuma zako na ukuje uuze. Sema nimekamata Helsasi Avenue. It is my place. Where my money is in Helsasi Avenue. My customers wako Helsasi Avenue. Kila kitu ambacho niko nataka kiko ndani ya Helsasi Avenue. Sema nothing can stop me. Go put what they are selling. People will be commanded to come where you are and they'll be living better products than yours. Because you have taken possession. When you have taken possession, it doesn't matter what you're selling. When you have taken possession, it doesn't matter what name they call you. When you have taken possession, it doesn't matter which car you're driving. You may be walking, you may be moving, you hamna chochote, lakini ukifika huku utakusikia kila mtu amshangilia. Because you have taken possession. The failure of a Christian, it is failure to know how to take your possession. Because you see him crying, you see him tell God, God, Baba ninakuomba nipatie shamba, shamba nikupatia. Wacha ujinga. Baba ninakuomba nipatie gari, gari nikupatia, wacha ujinga. Baba ninakuomba Baba unipatie mwanaume, mwanaume wako. Ni ujinga uko na mingi hapa. Wewe watu wa Mungu. Take your position. Amen. If it's business, don't go looking for a better place for business. Take your position where you are, they will come. Command that place, command the customers, command everybody. Ask them to come, they will come. For those who have gone to Uganda for Kakade, Kakade na kulipia kafe. Because he has commanded souls. He has commanded people from Kenya to go and look for him and to take him money. I used to go to TB Joshua. TB Joshua is my friend, was my friend before he died. We used to go and find about 500 Kenyans there. Na Wakenya ni wajaja, hawatakaki kujulikana wanaenda Nigeria. So wale nilikuta huku nakuta mtu ananiambia, so hata komeno. You that is not taking your position. Go and stand in front of the camera and say, I am this man of God because I believe in him. But if you don't allow people to know that you come to this church, then it means you have not taken your possession. Because you should and must be proud of the possession that God has given you. You must be proud of what God has given you. You must be proud of your session. You must be proud of your height. You must be proud of your health. You must be proud of your shape. You must be proud of what you have now. Because that is what God has given you. And everything that God has given you, it has got its own dimension of handling things. Amen. Wale watu wafupi wanakujaga wanafanikiwa wanawaruhusia pesa wanatumia ufupi. Bwana Yesu sasa and they are not shy of their ufupi. Ukiangalia kwa serikali wamesema wale watu walemavu na wale watu dalili wapatiwe possession ndio watengenezwe kwa barabara zao. Ukipanda hapa kwa stairs umeona kuna mahali kumetengenezwa hivi kwa sababu they have taken their possession and they say I'm proud of who I am. And that therefore the world must think me, walk me, and move me. Yes. That is why they had kubomoa hapo ndio huyo ambaye amejiaminia kwamba I have my possession, ndio barabara yake tengenezwa. They will create everything for you. They will walk and do things for you because you have taken your possession.
is knowing that you exist for a reason. Taking your possession is knowing that everything on earth belongs to you. Taking your possession is going to Genesis 1, verse 26, 27, and 28, that when he created, he said, let us make a man and a woman who looks like us. So in the first place, somebody was asking me, is God black or white? How will you answer him? Is God black or white? Mungu ni mzungu ama ni mweusi? Yeah, but Mungu ni mweusi ama ni black? Ni white? Yeah? Ni mweusi? Kama mzungu ametengenezwa na shetani. God looks like you. So if you are white, God is white. If you are black, God is black. Take your position as the way you are. Yes, and he told man that I have given you dominion to own. I've given you dominion over everything that is on earth. The plant, the animal, the birds, all belongs to you. He has given you dominion. When you know that you have the dominion to dominate, to have it as your possession, then you have the command. Hallelujah. That you have the command. Kama kuna mtu ambaye is toxic katika maisha yako, you have the command to say, ondoka kwa maisha yako na ondoka. Kama unajua mtu ni mchawi in your life, you have the command to tell them, toka kutoka maisha yako na wataondoka. You will command. I have commanded people who are sick and they are healed now because I have taken the dominion and I have taken my position. I'm a man of God that whatever I'm carrying, the mouth I can open to bless and to curse. Therefore, I have decided to bless. I have decided to say as it is. I have decided to say a healing upon somebody. I have decided to say that tomorrow you'll be rich. I have decided to say this will happen. I have decided to say this will come to pass. And therefore, I am, as happy man, a man of God, to say that indeed I am a man of God. I have taken that position. I have taken the position that I am a man of God. I can release anointing upon this woman and she receives it. When you take your position, you have the power and the mandate from heaven. But when you don't take your position, it means you are somewhere waiting for the blessing, waiting for someone to come and speak to you. You need to take a position so that God can move in. God will never move in until you take the position. If we continue to say pale city stadium, Mungu angejizoesha kukua watu wa kahako kanyumba kadogo na tungekuwa comfortable. Bwana Yesu asifiwe sana. But when we decided and say we have said no, hatutaendelea kuishi kwa kanyumba haka, then God initiated a plan to get a bigger space. God will come in. We initiate a plan to expand you if you start expanding your mind. You can never be expanded if your minds are not expanded. You can never grow if your minds are not grown. You can never succeed if your minds are not successful. You can never become if you are not moving to become. You can never walk if you are not still seated down. You can never stand if you are not seen be able to stand. You will stand because you will decide it must come from your mind. So to take any possession must come from your mind. It does not come from anybody else. For your healing to come, it's not me, it is you. Yes. When this woman came and told your faith has healed you, because already she had the faith that I'm going to be healed. So going there, she knew meeting Christ, this thing was going to happen. So when Jesus saw this woman, akasema akamwambia, your faith has healed you. It is not Jesus that healed, but the faith of this woman, because of connecting that knowing Jesus is the Son of God, I'm going to get it. I'm going to receive it. I'm going. And therefore, she did exactly that and walked toward Jesus, and the faith made her complete. Amen. Not until you make a decision that this is my decision, nobody will make a decision for you. God will never make a decision for you. God will never, even if you are sick and you lay in your bed and you don't want to make a step of faith, you are still going to be sick. And God will still be God. Hallelujah. If we didn't make a step of moving here, and our time lapses for moving here, someone will be given here. Yes, hallelujah. In the kingdom of heaven, there's no vacuum.
If you say because you are holy, wewe ni mdada, wacha nikutumie tu. Ukaishi kabisa kwa sababu wewe ni mdada uliokoka. Umeangalia kijamaa kinakufinyia hivi, haufinyiki, unakaa tu ukingojea Mungu afiinye badala yako. Utasaidia kanisani na hiyo kimutu kitachukuliwa na mtu mwingine, ukiendelea kungoja tu, ukiendelea kungoja kufinywa. Hakuna Mungu atakufinyia. Ni wewe ukifinywa, finyia na wewe ndio Mungu afungue mlango. Ikiwa ni makolela kama hili, kama kiga mwana ni roka, ukiwa mwana ni roka, wahi ni rohi. Tunataka kuona mtu kale. Ujinga ya Ukristo mwachana nani? Na mimi nasikia. Hiyo ndio. Nani ndio unasema imukawa kunywa kachai. Biblia hapo. Kuboge leo hapo. Teo ndio ndio. Hakuna roho atateremka. Prepare the ground for the Holy Spirit. Prepare the ground for the Spirit of God to have possession. Take your possession. Now tell God, I want to get married and I have taken a step forward and I want to receive this. That is only how it will come. Man of God, how can you sit in the house and then a girl will come from nowhere and the Lord, the Spirit of God has led me? Oh, the Katayarama, Shetekete, Bokotayarama, Seketa. The Spirit of God has led to me. The Spirit of God. Nonsense! There is no Spirit of God that will lead you. It is you to take a step of faith. Prepare yourself. Make yourself open. I declare them one. I declare your neck here. I declare your neck. I declare you say me. Not like a kuelewa. And he's a kind of a man I want. He's a kind of a man I want. And from there, God will start the program of your life. Chana hiyo ndio ya uchino. Matula boko la madena, matula muhara, uji ya boko na dori ya I started writing about my wife when I was in class 3. in class. And you got the same. Exactly what I wanted. Yes. Hiyo mambo mingi wachana nayo mzee, tafuta mtu. Tafuta ingia mtu, tafuta mtu. Yes. Mambo mingi. Baba ni akuomba. Baba na kasi mingi anafanya. Mimi nilikuwa form 2. Mimi nilikuwa form 2. Ukaandika kioneki. Ukiwa form 2. Na ukapata. Sijawi. Ukiwa naomba. Hii grade hiyo. Alikuwa naomba kama amefungua macho. Maana anataka kuona what is this that God has prepared for me. Ukikuja ukiulizwa, ulizika. Ukikuja ukiambiwa nataka hakika. Ukiambiwa nataka. Acheni bwana. Bwana kaingia kwa jadi mwenake tu. Raise your hand for subject. Are you the only subject in this world? No. God has given you the brain to use the brain. Atukai kesho kwenu kazi kuitwa ati safari kumekupigia simu. Tunatafuta mtu unaitwa nani? Jerry. Jerry nani? Kemani. Oh, ni wewe Jerry Kemani. Kuja. Safari kwa inakuhitaji sana. Na sasa hiyo kwa safari kwa kuna watu wamepanga laini pale wanatafuta kazi. Kwa dada na wengine. Kufa na masikio kama maskini. Take a step of faith. Move forward. That woman needed only to touch nguo ya Yesu. Ana hiyo kwa Yesu hakuitaji akiwa nyumbani kwake. She was struggling to get there. She was struggling to touch this cloth. And when she touched, because of the faith he had, Jesus heard a voice. Your cloth has been touched. You must make a step of faith. Move forward. Hata ni mimi ukiona unanisikia unanifeel. Usiwacha maombi, wacha maombi ya shetani. Barogi mama ya mwaragi bila mkamata. Usinikamata sikamatiki. Sikamatiki. I'm hot. Sikamatiki. Mama ya makune sio. Joka wote na mondo agai. Ndai kwa yako. Sio. Hata kweli wewe hakuna makosa umefanya. Jina langu ndai kwa kore yako. Ni akwenda. Na nimeko kwenda tuli. Ekena yako ya vile. Yes. Simple as that. If yako ikizungumza na yako isizungumze. Bas tuanze safari. Yeah. Mambo mingi
Si kama unasema nimefundisha fundisho. In the Bible, the holy wedding of the Bible. Ni mimi nikuje nikuulize kiko kule kwa kule. Ukelalia na nikuje nikuulize. Ukubali na mimi nikubali. Hiyo ndio holy wedding. From there, as we have agreed, now tuanze safari. Tuulisane tunaenda kwenu ama kwetu kwanza. Already uko kwako. Already wewe ni wangu. Uko kwako nasema already wewe ni wangu. Kwa sababu umenikubali hata sikwenda kwako bila kuchukuana pamoja. Tuone kugato leo. Sisemi leo hata nafikiria already. Mfungua tu. I cannot take you kwetu if you take care. Lazima tuwe in agreement. I need to know you. I need to understand you. You need to know me, understand me. Tukikubaliana from there, let us kutafuta wazazi. The wedding ends there. Thank you for giving your pastor. Thank you for the answer. Hiyo ingine ya kutafuta ndio kama ndio agaya ile hata ile kitu ndio mmono chini. Bado kumeandika kwa Biblia. Wewe utatoka kwenu. Na huwezi kutoka kwenu kama hatujakubaliana. Ndio. Ndio kwa nini mtazame wako hivi. Utoke kwenu. Na mimi nitoke kwenu. Tuende kwa wazazi. After tumesikilizana. After tumesikilizana na tuko kiongo kimoja. Tuende tupange siku tuende kwa wazazi tuambie na nideno na wewe nideno kutoka hapo safari yetu. Amen. Hiyo ile ya pastor ukitaka ceremony. Amen. Ukitaka fulio ceremony tukule mchele sasa ni ile tukuje tushikanishe hapa. Hiyo ingine ni nonsense. Your mother has been, your marriage of your mother and your father is intact na hakuna pastor alikuwa. Hii ya pastor zote zilianguka kabisa. Because you are going to the model of our original Kedaremuka. Lack of understanding. Akere maitakeremuka. Uje kujidia jambo jitareke. Ami dako jitareke separation inaweka kwa. Tuwezi hapo msikie kujadili nisikanishe. Then the proposal itaenda kwa Bishop Harrison. Hiyo ni baba ya kiroho tumelea huko kwenda Murwenda. Hiyo kesho ulaia na hiyo. Tena kama kwa hiyo siwezi. Because I have planted a seed in separation in you. Amen. No, but then I'm going to my spiritual father. No, that is not about your spiritual father. It's about your future. Oh, yes. It's about what you're going to become. Hallelujah. You must watch about your future. Where are you going? What are you going to become? Until such I can be able to stand here and confess this is my wife. Then from there I can be able to bring you together. Hallelujah. Hallelujah. Ndio mcheka ndio. Hiyo mambo ya pastor na mabishop wachaneni nayo. That is a ceremony. Yeah, the first wedding starts with you two. Then the second wedding when your father and your mother is involved. Ndio ndio ukigana. Tena tunatokea bishop. Atukiane. Atukiane ukigana. Yes, spiritual father comes for the cancer. Sure. Okay, atiri kiko wako wena kio. Doni ukikako wa atiri ndio yapati kia wewe. Kwa ndani ndio kwa sababu ndio ya kwale. Ya kuja kwa basi. Tunge tu. Sina nimeshindwa. Sasa yako ndio litaweza. Sasa ndio tafute mwaki uboya wa kulia kamili. Ndio ndio ndio. Kita berdoa lagi. Let us be genuine so that we can go far. Amen. Don't pretend. Christians, you are pretenders. Don't pretend. You will go nowhere. Hakuna hata hiyo buguni, hakuna mtaenda. You are just worse. You are pretenders. Uko mgeni mabisho kwa kwenda tuletea pesa. Tupige bisho nyingine. Wewe kanisa ilikuwa kwa kitu. Sisi tunakubomoa hiyo kanisa.
kwa sababu ni pasta mwingine alikuwa anataka kumsaidia sikuja. Hiyo ni sadaka hiyo umetoa. Hapo utoke wewe. Abia neighbor possession. Tusome kitabu cha Jeremiah 37. Jeremiah 37. I only teach, the decisions are yours. Don't let me the cards. Usiniabudu. Hata mimi ni binadamu kama wewe. I'm just giving this priority a position. Nikuhubirie uchague ile unaona inakufit. Lakini usiseme bishop yule Nairobi, pastor yule Nairobi. Pastor yule Nairobi atakaye kusaidia aleti. Pastor yule abada kama hiyo. Na wakati ndio huko Nairobi. Kwa ndio ni mwana tu mimi. 37 verse number 12. Jeremiah started to leave the city on his way to the territory of Benjamin. Stop there. Jeremiah started to do what? To leave his city. He started to leave his city. Praise be the name of God. So you must start somewhere. Jeremiah started to do. Jeremiah started a move. For you to have the possession, you must take a move of faith. You must start moving. And we did what? On his way to the territory of Benjamin, to claim his share. To claim. You can never claim anything if you are stuck in the position you are in. You can never be healed if you are still stuck in that position. You can never become if you are still stuck in the position. Jeremiah took a step of faith. He started moving. He started going towards where the position is. To capture, you must make a step of faith. You must make a step of move. You must start moving for you to capture it. To capture a share of his property among his relatives there. Wow. But as he was walking through the Benjamin, but as he was walking, listen first. That he took a step of going to his relatives so that he can go pick his share. Share of his property. So you will never sit down and wait a miracle to come and pass. You miracle seekers. Miracle seekers, how many miracle seekers do you have? Shika waya hapo juu. Ndio mkono wako wa kulia juu. Hebu inua mkono wako wa kulia. Shika waya hapo juu. Kuna muujiza hapo unateremka. Yaani ndio unainua mkono kama mtini. Anza kwa affording a rent. Hama kutoka shilingi ya 500, lipa shilingi 10,000 ndio ujue you are possessing. Start a journey. Jeremiah started. Jeremiah alianza kutembea. Alianza kwenda to where the vitu zake ziko. Akaenda kwa familia fulani akawaambia, nimekuja kuchukua my possession. I have come to take my possession. No, hawangemuita Jeremiah. No, they will pray for you not to come. They will pray for you to die. They will pray for you to be sick as you are coming. Ukiwa barabarani ukienda, upate accident ukufe. Wakristo wengi wanaambiana watu wakufe ndio wanyakue wabaki wakiishi maisha mazuri. That is your brothers and your sisters, they will pray for you to die. That is your relatives, they will pray for you to die. But if you go and present yourself huko na ufike umesema ninawaka la chama,
Tatawa buyofi. Tatawa akina abahu. Tatawa wa doni. Etoka. Ebuka ya tamama. Mama doro. Muke sikira yo okodore hapo. Ukae hapo. Shamba ikikatakatwa wanasema buka au ile kumbaa hagilani hamania. Na kumbaa hagilani hamania. Usipokuwa huko watagawana na waseme wingu kawete asherio maana ya leo. Tuangaika kulingana na buka. Ukilete wita wanakunyorosa. Because you are not there. Ulikaa hapo. Na wakati ulikaa hapo, ulikaa ukingojea muujiza ifanyike. Hakuna muujiza itafanyika. Watagawana na ukileta shida, watatuma mikono ikuume. Na mbinguni itakubalika tu. Kwa sababu wewe ni kilimo. Kwa sababu usitakufa. Ni kumaanisha Mungu amesema kile kilimweleza kile aliyotabirika. Eti mtoto hili ndio kuongelea. Yo alikuwa kile mtu mwingine kaija kuongelea kwa raha. Tukiwa ya gani. Eti go situnaomba Mungu na Mungu ibariki, protect me, give me the cover in the blood of Jesus Christ. Lakini ukienda kwa wewe unaenda huko na kubeka gaidito unapata accident unakufa. Lazima ni kwa dia sahihi kwa kasi. Sasa kasi ni ni maombi yako feki jarika. Jeremiah alitoka akasafiri kwenda kwa Nairobi, kwenda kwa Makase, kwenda huko mahali walikuwa wanakatakatana, mahali walikuwa wanakata shamba, mahali walikuwa wanafanya mugao, mahali walikuwa na mipango, ndio yeye pamoja na wao wakue kwenye mpango. Amen. Usikijiji huwezi kuwekewa tukuja next week itaoza. Yes, itaoza. Kuliko kuelewa unaelewa yuko kule mchona kanyama. Unaelewa wale wanachoma kule jikoni wanataka ni lazima. Tuendelee baba. But as he was walking through at the Benjamin gate, a sentry arrested him and said, "You are defecting to the Babylonians." The sentry making the arrest was Elijah, son of Selemiah, grandson of Hananiah. As it is not easily as you take your possession, it is not as easy as that. You see, they arrested him. They wanted to stop him from going there. They wanted to make sure that he does not succeed. They wanted to make sure these people will not allow you to take your possession. You must come to this house. Now reap by fire, by force. Now useme nyumba unaichukua by fire, by force. And when tulikuja hapa tulisema sivya serikali ifilisike. Ianze kutafuta pesa na kuuza viungo zao. Na mimi nipatiwe pesa. Wakianza kuuza ilikuja. I have to buy this house. Ile zile kule tutajenga kanisa la Mungu kule. Yes. It will. We must turn this city to become a kingdom of heaven. Psalms 1:5. We are in possession, taking your possession. Psalms 1:5. Verse number 44. Psalm 105:44. He gave his people the lands of Pagan's nation, and they harvested crops that others had not planted. Yes. When you take your possession, God will give you the lands. You go and possess it. Muliona wajaribu, the other time I'm sorry to use that name, lakini mnisamea tu. Wakati wa ile vita za 207 walienda wakashika nyumba za Kibena na nyumba za huko Madare mpaka wale walitaken over. They are eating what they never planted. Until today, there are people houses are still possessed by people.
Wale walikuwa huko Rift Valley, huko Eldoret, watu walitolewa kwa mashamba. Wasema kaliona watu, they took the possession. They said hapa ni kwako. Hata kama si kwako, useme hapa ni kwako, it will come if you have your God. Hallelujah. They ate what? And he gave his people the rest of the abundance, and they harvested crops that others had planted. They harvested plants that they did not plant. It was not them that planted. It was planted by pagans. And you remember the same, I will give you the riches of what? The heathens and those people that does not belong to the kingdom. He will take it from them and give it to you if you take the possession. He says in the book of Isaiah 45 that I will give you hidden treasures. They are hidden from you, but he will cause you to see them so that he can give them to you and you possess them. This was a hidden treasure. This house was a hidden treasure. That God has commanded them to remove all the files from here so that the word of God can be preached from here. We have captured him. Amen. We have captured him. And they will come to open. I will make sure them watakuja wakati wa kufungua, watakuja hapa kufungua. Them that captured, them that destroyed, them that say, I will make sure they come to confess and say, we have surrendered this country back to God. Hallelujah. We must make them. We must make them understand the language of heaven. We must make them understand the ways of going to heaven. They must make them, they must be in the will of God. Hallelujah. We must instruct them because we have the authority. Whatever is blessed here, it is blessed in heaven. Whatever is cast here, it is cast in heaven. So let us use the authority that we have to command things and they will work. Let us have the authority we have to command Kenya, and Kenya will walk the way God wants. Let us have the authority and change the beliefs in Kenya. Change all the things in Kenya. Change all the witches in Kenya. Change all the Freemasons in Kenya. Let's have the wisdom and move according to the will of God and perpetuate the power of God and do the forces of God so that we can direct Kenya the way it is supposed to be directed according to the scripture. Uko na authority kusema this is the president we want. But not the president that comes from you. A president that comes from the will of God. I told you the other time that Ruto is a man from heaven. From who? From God. But on the will of man. Hallelujah. He is a president given to us by God. But on the will of who? Of man. We don't ask things on our will. We ask by the will of God. So it is God who is supposed to give you on his will, not on our will. If you ask on your will, he will give you, but you will cry. I'm telling you. But he gets about to get the Then verses 45. All this happened that they will follow his decrees and obey his instructions. Yes. When you have the power, when you take the possession, they will follow all your decrees and your instructions. You will make decisions and they will be followed. You will say this is going to happen and it will happen. You will say this is my direction and it will be your direction. You will say I am serving this direction and that is what is going to happen. Nothing else. Nothing. Nobody can change it. Nobody can divert the will of God. Once you have taken the position. Before you start prophesying, before you start saying how God loves you, take your position. Kamata anga yako. Kamata anga. Na sio anga peke yake, kamata mpaka ardhi. Kamata mpaka ardhi. Wengine nasema ninakamata anga. Ninakamata anga. Hapana. Utakena madhabu. Wengine mabawa. Hapana, hauna mabawa. Tafuta mabawa kwanza na kutafuta mabawa. Kamata ardhi kwanza
Lakini lazima utafute kanyumba kwanza. Wewe naona hali no ukijita teritoria no ni atatrawe huko bwana. Sije nikigende kunada. Sije. Bwana siweza. Kabla hujaanza kufikiria kwenda huko kama hapa dunia. Jana kamuota tukaenda na wewe yote atulibareke kanisa habatiyo na mai no matikareke you know the secret of that song, the top secret of that song is that blind them with the religion. Blind them with religion. Then go convince them with the much way you don't go in and the much you seek ye the kingdom there in heaven, don't seek it here. But once they sang that song, they were blinded. Immediately the first missionaries, the first thing they did, walinyakuwa mashamba. So, atipulina ng'ombe na ibia na bionda itire nafata na bia itire nafata atikire nafata no ni wa Yesu nikigira tumia akire miyaki wako yeye amecheka shule mzuri yeye yako na polytechnic yeye yako na hospitali yeye yako na kila kitu ile mnaendaga na uwezi kwenda hiyo hospitali wasibiwe Yesu ni kuroke atuweke pesa. You must pay. No, alikuja bolina ng'ombe na pesa itile nafata. But ukienda kwake lazima utoe pesa. That is what to blind people using religion. To make people don't understand. To make people not understand that they need money. Jesus needed money. That is why he went for Zakayo. And he had a treasure. And he got the treasure na mikate. Tunginyana yeye samaki. Imagine alifika mpaka mahali akaambia samaki letwa pesa. Na samaki katoa pesa. Judas was a treasure. Bwana Yesu pesa. Hata kuna nabii wachana na vitu. That's why Christian hawa wakwenda mbinguni. You are all poor. Very poor. You don't own even a piece of land. Them that they are not going to heaven. They own tracts of lands. The largest single land owner in Kenya is Catholic. Na this year sasa mbele. Na hii kina nikana. Hizi kulingana na nini ambazo hasiendi mbinguni. Sasa unataka kuniambia uko maskini dunia hii. Alafu uniambia utaona mlango ya kwenda mbinguni hivi hivi. Uko tukubali kiweka hapo ndio. No, let's reason. No, ulikuwa unafanya Mungu atakusaidia kupatia talanta. Ama unafikiria historia ya talanta ni nini? God gave you brains. Did you use your brains? Baba, unakaa tu hapo kanisani kama hivi, uletewe kitu, uletewe chakula. My dear friend. No, God gave you the brain so that you can use the brain to make this world better. He gave you this land so that you can make it better. So ukienda mbinguni utaulizwa ulifanya nini, utapatiana story yako ndio hii. Wanasema you deserve. No akora ndio watu wala na kule yoro ndio sema wewe. Ni kweli tu tafuta mali. Ponda mali. Hakuna mali nyingi tunaenda kukula huko, tunaenda kuishi bila kukula, ndivyo Biblia inasema. Utaishi hakuna msawa, hakuna kunini. Hayo si ukule chakula badala wewe ukasikia story venye watu kusema nilikula vizuri. Iko ni spiritual. The life is spiritual. The life is holy Ghost. Ule ulitakuwa kusikia watu watenini nilikula plus fish. Na baada fish hapo na bomba. Seafoods. Kami apa seafood ni nyoka. Lebih banyak lagi dari itu kerap-kerap kai ke dia bawa. Usia ikut kule hiyo kitu. Very expensive. Very expensive. Hata ingua ile kule ati hata legele jilaba. Na ukija mwingi kilidole. Ukatobia na kwa.
Magini kahera kana roga kalika. Ni kahera nene kera kama Nigeria style. Na wewe kijana kage kwa bani la ngere style na kwa utakupatia na story yako. Tengeneza hapa.
I'm there. 26. Okay. God created human beings in his own image. He created human being in his own image. In the image of God, he created them. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Then he blessed them and said. Then he what? Blessed them and then he blessed. Let's start from there. Then he blessed them. So, then he did what? After he created you, after you are created, you are blessed. Amen. You are a blessed woman. Amen. From there, wachana stories za watu wengi, and then that's the maasha, you are already carrying a blessing. The day he looked at you, he was happy and he blessed you. Sit down. Then he said, be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Fill this earth and govern it. So you got the power to say what you want and it will come. You got the power to say this direction and it will happen. You got the power to say no and it will be no. You got the power to say change must come and it will come. Lay over the fish of the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry around the ground. Then God said, look, I have given you every seed-bearing plant. Every seed that is bearing a plant is throughout the earth, and all the fruit trees for your food. Yes. Everything is for your food. And you have been given all of them for the sake of you. To do what? To eat. And I have given you every green plant as food for all the wild animals, the birds in the sky, and the small animals that scurry around the ground, everything that has life. And that is what happened. Yes, that is what happened. Amekupatia sisimisi na ndovu. Sisimisi na digini. Na amekupatia ndovu. Amekupatia mti na kila kitu. It is given to you. Tuendelee. Which verse are you now? Now I'm at that one. Verse? No, I'm through with 30. Now I'm through with that. Yeah, stop there. So God has given you. You are not a poor person. You are not blessed. You are not a cursed person. You are a blessed person. He said he was happy. The other version says, and God was happy with his creation. He was happy. Alifurahishwa na ile kazi alifanya. Akafurahi, and then God blessed. This one says, then he looked all over what he had made, and saw that it was very good. And he looked on what he has made, and saw what? It was good. He was happy. Alifurahishwa na wewe. Hivyo hiyo na sura yako baya anafurahishwa na wewe sura yako. Hivyo wewe ni mfupi, anafurahishwa na ufupi wako. Hivyo wewe ni mrefu, anafurahishwa na urefu yako. He is happy with you, and that is why he wants you to be happy by you taking dominion over everything that is in your face. Hallelujah. Wakati umesikia Yesu amefurahishwa. Ngapi amefurahishwa? Mimi hamisi ngoja nikwambie hapo juu shitawala kuna mtisa. Hiyo ujika sitafanya ndani. Mimi najua kama ni gani inatolewa kwa mwili na ni mtu wetu sweat. Sasa fanya sweat, fanya tubii, upate pesa uende kwa mwili chukua ndani. Kama ni shamba, ile sawa. If you are not inheriting shamba kutoka kwa baba yako, na wale wanaume mnapenda kwenda kwa inherit vitu za baba yako, na unaenda wewe ndio kinyaga ile tukoni mu. Sio chitu. Kwenda baba yako alitoa wapi? Metera mgea. Tuendelee mgea kwenda kwa wale wanaoona sisi. Kwenda tafuta, nenda tafuta shamba. Anaandika kuna kwa tubakia tutano. This is my land. That is how to process something that is your sweat. This is my land. Wacha na hiyo baba yako. Ataitetea mmoja yako ndio toka muda. Wewe mmoja ndio jamani ya mdogo wangu ndio ikikuja baba yangu. Ndio mmoja. Tafuta shamba yako. Jivunie hata kama ni katemba ite. Jivunie. Enda mkulu hata kama ni mkulu. I first my land first born. Ilikuwa pale mkulu kwa rube. Hata sasa nyumba yangu stands there. Na nimefanya msiamu. It reminds me. Nikikuwa na stress ukinisumbua hapa kwa sababu nasumbuliwa hapa. Ukiona nimepotea naenda hiyo nyumba. It reminds me. Ule umetoka.
Na inanikumbusha inaniambia ukahaterikiwa na kidogo wako. It reminds me, I first, it is there Mkurukwa. And of course, in the Waruinge Mkurukwa. That is where I first owned a piece of land. Ya Makinya, yote nyumba za mabati. 1, 2, 3, 4, hapo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hapo. Kako kule mkuu. Yes. Nikipatwa na stress kabisa nisumbuliwe na watu. Nenda huko. Nikasiku ngapi? Nikikuja na kutaka kama lion. Joka hadi mudumu. Kwa hiyo nyumba iko na ngozi ilikuwa na kama ikiwa chokora that house. Kwa hiyo nyumba kuna zile kuna mama alikuwa amejifunga. Kuna ngozi alinirudishia. Aliniambia pick your clothes zile kuja ndani. Nikamwambia nitoe zile nilikuwa nimevaa. Sababu yeye alikuwa ameninunulia. Alikuwa amenunua jeans ya Safco, na jacket ya Safco, na t-shirt na manguo kidogo. Aliniambia weka chini nguo zako. Ndio vaa zile nilikuja nazo. Nilikuwa ingia kwenye matabara. Nikavaa hizo zangu nikatoka. Bwana Yesu sasa jivunie kile ambacho chako. Hiyo that one set me free. And from that day my life was never the same again. Na hizo nguo tukikupeleka kazini haubezi shuleni. Siku hapo sitatupa. Hata wakati nitaingia State House nitaenda nazo. Bwana Yesu asifiwe. Nitaenda nazo. Because nikipata stress yote nikipata nataka huko. Hiyo bwana yenda na ingalia na inanikumbusha pale nilipo. Babu sisi hata kaburi kale kaburi kako kwa hiyo nyumba. Nilikula buru. Tego nje ile nitaendelea wakati ile mimi nijitengeneza. Ila nilitengeneza mmoja alinirudia nguo zangu zote. Kidogo ndio yono. Mbona wewe ni mwana gani ngo? Ebo ndio gani wewe kile tutaka kuona signet kwa yono. Unajua ndio pana sherehe ndio nilitolewa nguo na mwanamke. Hivi alikuwa amenifunga. Nilikuwa namwoshea nguo na wasa vyombo na kila kitu naosha. Ndio tunauza sana. Nilikuwa bodyguard ya kuuza sana. Wale wanaishi kia vitu wanaelewa hiyo story. When I said so, but when I decided to move, it was not sitting there. When I decided, since I live in a big house, my sweat. Hata kama niliiba ni my sweat. Ukitumia akili. Ili wadanganya nilikuwa prison. Na iko na kurudia hapa badala ndio mwende tena shiato. Ushapokelea kwa message? Katika message kana kwambia Rashid sijui Athman anatuma tanita sakora na nini, alafu unapokea ka message. Immediately after 20 minutes unapigwa simu unaniambia your message was not for you. Na usiambie mtu. I promise me you will not tell anybody. Nasema sitaambia mtu. But if you promise me nitakupatia chain ya gold which is 20 million. Kuna kitu kinasema na promise akitanipatia iko hapo ndani. Kwa hiyo ni box. Zinakuja Nairobi. So nimeka arrangement how nitakupatia majina yako kila kitu. Unapatia majina na kitambulisho unapatia kila kitu na pesa siku unapatia. Alafu katika unasikia gari imefika Boni imekamatwa na polisi. Sasa ukiwa kwa Boni utapigwa na nani? Na OCS. Uzeze kuambia wewe mbele. Kemani hapa ni Voi police station. Hapa kuna msiba imeandikwa jina yako. Unaijuaje? Ati hapa nilikuwa nasaidia huyo mtu. Hata sikujui sana lakini nilikuwa namsaidia. Basi kama ulikuwa namsaidia tumekamata tunataka kutafuta kwa sababu mizigo tumekamata. Sasa kwa Yesu huwezi kuwasaidia. Labda uongee vizuri, hebu ongea na mkubwa. Mkubwa anakuambia toa 50,000 ama 100,000 kwa sababu umesikia polisi wamekufahamu jina yako kama kufuka teknika ile ni kama
utalinda hiyo mgumu mpaka ifike Nairobi. Na itashika mara 6. Na hiyo mara 6 utatoa pesa. Sasa shika wajinga ngapi kwa siku? Shika wajinga 50 kwa siku. Wakupatie 50. Ajika 50. Hiyo ni kama 2.5 million. Inaingia kwa account ukiwa jela wakajumba kama tu unakuja mchi. Unataka alipokea mwingine. Mwenendo wa jela kama yale mataska. Tunakuleta. Ukienda hichi. Uko na mattress yako na kila kitu uko na hisi. Take your position. Ikiwa kamiti wakati kwa kamiti haitahamba watu watolewe kwa nyumba moja. Iwe ni yangu na ikuwe na wafanyikazi wawili kwa kubiashara huko ndani. Na laptop yangu iletwe na kila kitu, communication zangu na simu zangu. Nikienda kotini wale wanaenda picha zangu ni kwenda na kotini ndio suit. Italian menswear. Sasa wewe ni mvugo. Mapolisi walikuwa wanang'ang'ania ku escort because kuna pesa. You command your steps. You command your possession. Anywhere you go, refuse to be downgraded. In your life, refuse to be downgraded. It doesn't matter what kind of a situation you are going through. It doesn't matter kule unaishi, hata kama unaishi Kokuru kwa jenga, hata kama unaishi Kiadu, to refuse to be downgraded. Whatever position you are in, that is just but a stepping stone. You are going where you belong. You are becoming to what you belong. What you are, you are soon becoming. It is just a matter of time. I'm going to be a billionaire. It's a matter of time. I'm going to conquer. It's a matter of time. I'm going to conquer. Refuse, tell your neighbor. Refuse to be suppressed. Refuse to be suppressed.